Pokea begi. Karibu mgeni. Uko ndani. Sasa umekuja na mgeni, ndani hamna kitu chochote, hamna hata mboga. Ungenipa hata 2000 niende nikanunue mboga ili tuje tupike. Mgeni kaisha kula. Ndo amekula ndo ukamleta hapa? Ndio. Na kitu bado hujaelewa. Huyo mgeni ni mke wangu mimi. Na ana CV ya kuwa na mimi. Baraka, nini unaongea? Yaani unajua sikuelewi kabisa yani. Wewe tumekaa na wewe ndani ya miaka 3. Sioni chochote. Nimeamua kupata mwanamke ambaye mwenye CV ya kuwa na mimi. Hapo alipo kabeba ujauzito wangu mimi. Mimi kitu ambacho nilikuwa nakitafuta sana kwenye maisha yangu mimi ni familia, ni watoto. Baraka, umesahau kuwa mimi ni mke wako wa ndoa? Na mara ngapi tumekuwa tukiongea tukizungumza mimi na wewe kwamba tusubiri wakati wa Mungu utafika na tutapata mtoto. Kwa nini umefanya maamuzi kama haya? Hivi ni unanitania au? Nachokuomba, hii nyumba niachie na mke wangu mimi. Ndio kiustaarabu, tena sijapandisha mashetani yangu. Kiustaarabu tu. Baraka, hivi unamaanisha hicho unachokiongea? Yaani leo hii mimi unanifukuza? Tumevumilia mangapi mimi na wewe humu ndani tunavyoishi? Sasa hivi unakuja unaniondoa eti kwa sababu sio eti ya mwanamke mwingine. Kwa nini unanifanyia hivi? Kwa nini unanifanyia hivi? Mimi nimekukosea nini? Hakuna kufanyia hivyo na hakuna mipango. Nimewasikiza kwa maongezeni kwa makini sana, ila nimekuja kugundua kitu kimoja kaka, hujafanya maamuzi ya mabaya. Umdada muongo huyu anakuongopea huyu, asiyemjua nani huyu. Katoa mimba zaidi ya 5 kaka, mimi nakwambia ukweli. Yaani Mungu shahidi. Kweli mimi siwezi kufanya hivyo. Mimi nitoa mimba kwa sababu gani wakati natafuta mtoto?